Na ukianza kujifikia chumbani. Sio tena. Ulikuwa na kazi gani? Amna alikuwa anakuja nguo. Unajua nini mke wangu? Niambie. Kwanza namshukuru Mungu. Kwa sababu bado tuko wazima. Tuna nguvu ya kutosha. Yaani wako watu ambao hii nafasi hawajapata. Kwa hiyo sina budi kumshukuru Mungu kwa haya maisha tunayoendelea nayo hapa. Kwa sababu tunakula, tunawala, tunaamka, maisha yanaenda. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Lakini pia namshukuru Mungu kwa kunipa mwanamke mzuri kama wewe. Una kila sifa za kuitwa mke wa mtu. Asante sana mume wangu. Hapo unaonaje maisha hapa? Kwa kweli Mungu ni mwema. Yaani Mungu ni mwema sana. Lakini mimi kama baba wa nyumba hii namshukuru Mungu kwa haya ambayo tayari amekwisha kutupatia. Lakini bado sijaridhika. Yaani kiwango tulichofikia bado. Kwa hiyo naahidi kupambana zaidi. Kufanya kila liwezekanalo ili nihakikishe tunatoka hapa tulipo na tunasogea hatua nyingine. Kwa hiyo mke wangu nikuombe, endelea kuniombea kwa Mungu kila siku. Usisahau kuniombea kwa Mungu kwa sababu wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio maisha yangu. Yaani nilalapo niamkapo, kitu cha kwanza kukumbuka ni wewe mke wangu. Sijui unielewa? Nimekuelewa mume wangu. Tena nimekuelewa sana. Hata mimi namshukuru Mwenyezi Mungu amenipa mwanaume anayejitambua, mwanaume bora. Jamani, asante Mungu. Usijali. Mungu ni mwema. Na pia tulikotoka ni mbali sana. Na hatukutegemea kama tutafika hapa tulipo. Hatimaye Mungu ametuona. Tumefika tunapopatana. Unajua mke wangu, Mungu ni mwaminifu kwa kila jambo. Mimi naamini wanadamu wote hapa duniani yeye anatuwazia mema. Na ndio maana kila anapofanya jambo lake, aangalie huyu ni nani, huyu amefanya nini. Yeye ugawa riziki yake kwa kila mtu ili mradi tu amemuumba yeye. Kwa hiyo mimi naamini Odi ankoli. Jumba. Naam nakuja. Njomba. Niambia ankoli. Karibu uketi njomba. Asante kabisa njomba. Karibu njomba. Nashukuru ankoli, nimekaribia kabisa. Haya njomba. Karibu. Naona njomba umekuja kuitika wito. Ndio hivyo njomba, nimekuja kuitika wito wako maana muhimu sana. Yaani njomba kama mama, baada ya kuondoka mama yangu nini unajua zile mjomba. Kwa sasa hivi umbaki wewe tu mjomba wangu. Wewe ukiniita muda wote na wakati wote na kuwa nafanya mazingira yangu nitakubali niache nini nije kusikiliza ankoli. Yaani njomba, nashukuru kwa kuwa umelijua hilo mapema. Ndio. Maana baada ya kuondoka marehemu mama yako aliniambia nikulee wewe kwa hudi na uvuva. Yaani hapa sasa nashukuru kwa kuwa umejua kwamba njomba kama mama na mimi ni mama yako niliyebakia. Yaani baada ya kuondoka marehemu mama yako kuna baadhi ya vitu tumezoeshana kuachiana sisi kama sisi. Naam. Kwa hiyo baada ya mimi kuachiwa na marehemu dada mama ambayo ni mama yako wewe, sijaona haja ya mimi ionekane naendelea kukuficha kwa sababu njomba, yani mimi unavyonionea hivi, hii mimi safari. Kwa hiyo nikaona sioni haja ya kuondoka navyo hivi vitu nimeachiwa na marehemu mama yako. Hivi vitu shida yangu ni kuachie na wewe. Nikisema nataka nikuachie hivi vitu, njomba, ninamaanisha. Nadhani unanielewa. Ninachokimaanisha
kwamba yani mimi wakati huo nipo ngangalini, wakati huo nina nguvu zangu kamili, wakati huo mimi wewe ilikuwa nyingi. Kwa hiyo hivyo vitu mimi kabla sijafikia umri huu aliniachia na marehemu mama yako. Kwa hiyo hivi vitu mjomba, mimi sioni haja ya wewe mimi nikunyime, kwa sababu mimi nilipewa kwa moyo wote. Kwa hiyo sioni haja ya wewe kukunyima hivi vitu. Mimi naamini kutoka kwenye hatua hii na kusogea kule ambako tunafika kusogea, kwa sababu sisi bado tunaendelea kupambana, sisi bado tunaendelea kutafuta. Kwa hiyo Mungu ana kila sababu ya kutubariki, kwa sababu anasema kwenye hata kwa maandiko yake matakatifu anasema kwamba mwanaume utakula kwa jasho lako. Kwa hiyo sina budi kupambana, sina budi kuhangaika kuhakikisha tunafika kule tunakoweka kufika, na hivyo naamini tu Mungu atatupa kila ambacho tunastahili kupata. Nasikia mjambo. Pia nina imani tutafika tunapopataka, kwa sababu hapa tulipo mume wangu hatukutegemea kabisa, yani kabisa hatukutegemea. Tumehangaika sana, tunaenda hapa tunapanga, tunafukuzwa, tunakuja hapa tunapanga, hatuna kodi, tutafika tu mume wangu. Na nikikumbuka haya mihangaiko yote tunafukuzwa hapa, mara tutolewe mara maneno machafu, niko na mshukuru sana Mungu kwa mwanamke kama hiyo, kwa sababu ingelikuwa na watu wengine wasingeweza kunifungulia hapa, yani ingekuwa tumeachana na muda mrefu. Lakini tangu kaa tayari kwa maisha yote niliyoishi, na haikutokea hata siku moja mke wangu ukatoa siri za ndani kupeleka kwa mashoga zako. Kikweli namshukuru sana Mungu, lakini pia nakupongeza sana, hongera sana. Ama kweli wewe unastahili kuitwa mke. Na kwa haya leo nimeishi mke wangu, ninakuahidi Mungu akinibariki, mambo akiendelea kama ilivyo, sina sababu ya kuendelea kukaa hivi. Mwakani nakuoa mke wangu. Wow. Jamani, sikufikiria hata siku moja. Mume wangu, kumbe ulikuwa unawaza hilo wewe. Haja ya wewe kukunyima hivi vitu. Sasa vitu gani hivyo mjomba? Mbona sikuelewi? Mbona negeuzi yako unanipindishia huko sikuelewi? Funguka kwanza, kuwa mwazi basi nikuelewe. Sio unakuwa kama unakata nyanya mjomba, vipi? Mimi mjomba, kama hutojali shida yangu nikuachie ulinzi, kwa sababu familia hii kama unavyojua, hii familia ni familia inayojulikana sana kijijini hapa mjomba. Kwa hiyo kama ni familia inayojulikana sana hapa kijijini, shida yangu kwamba nikuachie hivi vitu na wewe vikulinde, kwa sababu siku hizi wanasema wenyewe katoto ka 2000, wewe inabidi upite hapo kwenye ka 2000. Sikia ankoli, unajua unaongea sana afu mimi sikusomi. Hebu nifungukie basi mjomba wako basi nielewe. Vitu gani? Shida mimi hapa nikusaidie kwamba unamopita yani kikubwa lengo lako wewe unamopita kwa puomo wasikushike, kwa sababu nimewasaidia wengi sana kijijini. Hao unaowasikia mijini huko wanavuma, hao wote hao njomba wanavuma kupitia mimi. Na ndio maana nikatangulia kukuambia hivi kwamba mimi hapa kabla ya wewe nilianza kuwa mimi. Shida hiyo kwamba wewe yani unajua ukifika wewe kwenye hatua ya kufanikiwa utakuja kutusaidia sisi wengine tunaye kuzunguka, tunaye kuangalia, kwa sababu wewe ndio kijana kazi uliyebakia kwenye familia yetu hii. Shida hiyo njomba, nikukabidhi ulinzi. Unamopita kukwapua homo wasikufuate, yani wakikufuata tu ewe hakuna wanachoambua. Kwa hiyo nikikusaidia kupitia hivi njomba, tutafanikiwa kwenye familia yetu. Wewe utakuwa mtu yani utakuwa mstari wa mbele sisi kukutazama wewe. Hebu sikia kwanza basi mjomba. Ulinzi gani? Hebu nifungukie basi. Njomba, huo ulinzi ninazungumzia mimi ni ulinzi wa mila na desturi za walizoacha mababu na mababu zetu waliyepita huko, kwa sababu waliyepita wameutumia huo. Na ndio maana nikasema nikuachie wewe njomba, kijana kazi, kijana mwenye nguvu. Ninaamini ili wewe unaliweza njomba. Mbona unataka kuniangusha? Njomba, niweka wazi. Sema nishakuelewa kwamba unataka mazingira uchawi au vipi, kwa sababu sikuelewi mjomba. Unataka niwe mchawi nilizishe mizizi au sio? Ni kweli, lakini huo uchawi wa kukusaidia wewe na sisi baadaye,
kwa sababu utakuwa mtu wewe utakuwa mtu mkubwa sana kijijini hapa Njomba. Nasikia Njomba. Ama swala yako ungekaa tu ukawaza kama ni uwapeleke kwa sehemu zingine huko, sijui mtafuta kumwacha uchawi. Mimi sio kukaa na uchawi. Mimi bangu cha msela, mimi na uchawi wapi na wapi Njomba? Mbona unaenda longi? Itikadi gani? Sio unakuja hapa mimi nijua utaniambia vitu vya maana vyenye msingi. Mbona unakuja na unaniambia masuala ya uchawi, mimi sikuelewi. Wewe uchawi na mimi hapana, no kabisa. Njomba, ulisema unaniheshimu mimi kama mama yako, na mimi ni mama yako niliyebakia. Ukikataa wewe sawa, unataka kunikumbusha yaliyepita. Yani unataka kunifanya mimi hapa hivi vitu nisimpate wa kumwachia, manake mama yako wewe marehemu aliniachia mimi hivi vitu hivi nikuachie wewe. Sasa mimi nikikosa kukuachia wewe Njomba, nitamwachia nani? Nisaidie kwa hilo Njomba. Naamini Njomba ili unaweza. Na kuomba Njomba nisaidie kwa hilo. Ulisema mimi unaniheshimu kama mama yako, na mimi ndio mama yako niliyebakia. Poa mjomba, mimi nimekuelewa ulichoniambia. Au vipi? Unataka mimi ni mchawi nisishe mikoba hiyo nipite kuanga usiku au vipi? Sasa sio ya kuanga hayo Njomba. Hili nimelisema mimi na mimi ndio nitakayetekeleza. Asante mama. Nashukuru. Utafika tu na ndio itafungwa. Haina shida mke wangu. Lakini mke wangu, mimi nimeongea muda wote hapa. Hakuna kitu. Njaa. Bosi ndiye mwenye kwa misosi. Usijali mke wangu. Nitakuandalia chakula haraka iwezekanavyo. Fanya hivyo basi mke wangu. Maana yani nimeongea muda mrefu mpaka nahisi njaa inanizidi. Mwisho nikazima hapo kama shida tena. Wewe, utampata wapi tena kama wewe? Ngoja nikakuandalia mume wangu, usijali. Asante Mungu. Wewe mwanamke ndo anastahili kuita mke wangu. Asante sana Mungu wangu. Fanya haraka kwa wale na umma bwana.